Napenda kukusalimu wewe unayenitazama katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Reverend Joseph Chigona na nimeokoka. Nampenda Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Pia nahudumu na kanisa la Full Gospel Church of Kenya katika kaunti ya Nyandarua, sehemu pahali panaitwa Jabini. Na ukaribisha ili tuweze kushiriki neno la Bwana ambao kichwa chake ni kufanywa nguvu zetu upya, ama kwa Kiingereza renewing of our strength. Katika nyakati ambao tunaishi, kuna mambo mengi ambao inafanya watu wanaishiwa na nguvu ama wanafifia na nguvu zao za kidani, za kiroho na hata za kuweza kufanya mambo ile ambao wanafanya kila siku. Ningetaka tusome neno ambao ndio litakalo tuongoza katika hii somo kutoka katika kitabu cha Isaia 40 na aya ya 27 hadi 31. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 aya ya 27 mpaka 31. Nitaenda kusoma. Bona unasema Yakobo, bona unanena Israeli, njia yangu imefichwa Bwana asiyo, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana Muumba wa miisho ya dunia hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao mngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Neno ambao tunasoma, Bwana alitumia nabii wake Isaia kuwanenea watu wake, taifa la Israeli, ambao walikuwa wamepitia mambo magumu na mambo ambao ilikuwa imefanya mioyo yao na hata nguvu zao kusimia. Na wakawa kuna maneno walinena ambao ilimfikia Bwana ya kuonyesha kana kwamba Bwana amewasahau na kwamba hasikii. Lakini Bwana akawa na nafasi ya kuonyesha namna ya vile wanaweza kupata nguvu zao zikihuishwa ama zikifanywa upya. Na kwa hivyo tunataka kusoma ama kushiriki pamoja na wewe hili neno la jinsi gani ambao nguvu zetu ambao zinaweza kufanywa upya. Kama vile hao Waisraeli ambao tumesoma habari zao waliishiwa na nguvu, hata kila mmoja wetu katika maisha yetu tunajipata wakati mmoja ama mwingine ambao nguvu zetu zimerudi chini na tumefifia na tunahitaji kuongezewa nguvu mpya. Kuna mambo ambao inasababisha mtu kuishiwa na nguvu na ninataka tuyaangalie pamoja. Baadhi ya hayo mambo nitaenda kuzungumza. Jambo la kwanza ni kupigana vita vya kiroho ama vita kwa muda mrefu. Kama vile wanajeshi na askari wa kawaida wakati wanapoendelea kupigana vita, ingawaje wanaendelea kushinda na kupambana na maadui, kunafika pahali ambao nguvu zao zinarudi chini. Hivyo ndivyo ilivyo hata katika mtu wa kawaida unapoendelea kupambana na mambo magumu, kupigana vita, hasa Mkristo anapopigana katika vita vya kiroho ambao tunaelewa ya kwamba wakati tulipookoka adui anafanya vita na sisi, pia hata miili yetu na ulimwengu unapambana na sisi. Basi mtu anapoendelea katika hii vita, mwili wake unaishiwa na nguvu, pia hata uko ndani nguvu zake zinarudi chini. Sababu nyingine ambao inasababisha mtu kuishiwa na nguvu ni kuendelea kufanya jambo gumu kwa muda mrefu. Ukikuwa kuna kazi ngumu unafanya ama jambo fulani ambao ni ngumu ambao unaendelea kulitekeleza kama kulifanya katika maisha, inafanya nguvu zako zinarudi chini, unasikia kama umefifia na unasikia hauna uwezo wa kuendelea. Sababu nyingine ambao inafanya mtu anasikia kuishiwa na nguvu ni kama kuna jambo umekuwa ukiliombea na umeliombea kwa muda mrefu na unaona majibu haikuji haraka, na hiyo jambo linafanya mtu anasikia kama anaishiwa na nguvu, kwa sababu unajitolea. Wakati mwingine unafunga, unapiga magoti, unaenda kanisani,
unaomba lakini hakuna matokeo ya maombi yako, ama unaona hakuna jibu ambao linakuja, hasa katika wakati ambao kuna shida ulimwenguni kote na katika nchi yetu. Kuna mambo ambao tumekuwa tukiombea, lakini ile maripoti ambao tunapata ni hailingani na maombi yetu. Wakati mwingine mtu akifika pale nguvu zake zinarudi chini. Jambo lingine ambao linafanya nguvu za watu kuisha ama kurudi chini ni kubeba mizigo. Unapobeba mizigo, sio physical, na maanisha mizigo, yale mambo, majukumu ambao unasikia umewajibika na unayabeba katika mawazo, katika moyo na roho yako. Inaweza kuwa ni majukumu, ni mizigo ya kazi yako, mizigo ya familia, mizigo ya watu wenu, mizigo wa kanisa, mzigo wa ulimwengu, hata mzigo wa mambo mengine ambao unabeba. Wakati unapobeba hiyo mizigo, inafanya nguvu ya mtu kurudi chini. Mizigo ni aina mbili. Kuna ile mizigo ambao unatakiwa kubeba, lakini kuna mizigo mingine ambao tunabeba ambao sio halali, na hiyo yote inafanya mtu nguvu zake anaishiwa na nguvu. Sababu nyingine ni kuendelea hata kufanya kazi nzuri. Hata wakati tunapoendelea kufanya kazi nzuri, pia hii inafanya nguvu zetu zinarudi chini ama zinaisha. Hata Paulo alinena na watu wa Galatia. Ukisoma katika Galatia 6 na aya yake ya 9, aliwanenea wa Galatia kwamba msichoke na kutenda kazi njema, maana wakati ufaao mtavuna matunda mema. Kwa hivyo hata kutenda kazi nzuri, unapofanya kazi ya Bwana, kusaidia watu, kuna mtu anaishifika pahali anaishiwa na nguvu. Sababu nyingine ambao inafanya watu kuishiwa na nguvu ni hata kumtumikia Bwana. Hata watumishi wa Bwana wanapoendelea kufanya kazi ya Bwana, wanafika pahali ambao nguvu zao zinarudi chini. Hata ile kazi hata Mkristo wa kawaida anafanya kwa ajili ya Mungu, maombi, kusoma neno la Bwana, kuhubiri Injili, kupeleka Injili, kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, na kufanya yale mambo Mkristo wa kawaida anafanya, ambao tunaweza sema ya kwamba ni kumtumikia Mungu, pia nayo inafanya mtu anafika pahali anasikia kwamba nguvu zake zinarudi chini. Sababu nyingine ambao inafanya mtu anasikia kuchoka, kuishiwa na nguvu, ni hii safari yetu ya kwenda mbinguni. Wakati mtu alipookoka akasamehewa dhambi zake, tulianza safari ya kwenda mbinguni, na mpaka wa sasa wale ambao tugali tuko hai hatujafika tamati wala mwisho wa safari yetu. Bado tunaendelea. Yesu Kristo hajarudi, hatujalala, bado tunaendelea na safari. Kuna wale labda wamekaa katika wokovu miaka 10, miaka 30, na wamekuwa kiendelea kupambana na majaribu, kutumikia Mungu, kumwimbia Bwana, wanaenda kanisa kila wakati, na inaweza fika pahali hata mtu asikia kwamba ameishiwa na nguvu. Hayo na mengine ndio inasababisha mtu kusikia kwamba nguvu zake zimerudi chini, na anaanza kuonyesha zile dalili ambao tulisoma hapa awali, ambao zinaonyesha kwamba mtu ameishiwa. Lakini ingawaje mambo iko hivyo, neno la Mungu liko na suluhisho. Kunayo dawa, kunayo suluhisho ya hii kuishiwa na nguvu, na kuna namna ambao neno la Mungu limetuonyesha ni jinsi gani ambao nguvu zetu zinaweza fanywa upya. Katika Isaia ile ambao tulisoma, nitaenda kuisoma mara tena ndio tuangalie ni jinsi gani tunaweza kufanya nguvu zetu upya. Tukisoma katika hiyo Isaia 40, ndio somo letu, mstari wa 27 kuendelea mpaka 31, inasema, bona unasema e Yakobo, bona unanena e Israeli, njia yangu imefichwa, Bwana asione, na hukumu yangu imempita, Mungu wangu asiangalie. Kwa hivyo unaona hapa ni kama walikuwa wanateta, lakini Bwana anajibu. Anajibu haya manunguniko yao, na anajibu akileta suluhisho ambao nataka tuiangalie pamoja, ni jinsi gani kama vile aliwaelezea hawa wana Israeli, nguvu zetu zinaweza kufanywa upya. Hasa wewe unayonitazama na kunisikiliza, unaweza unapitia katika hiyo hali. Kuna jambo moja ama yote tumesoma ambao imefanya wewe usikie nguvu zako ziko chini, na pia hata zile dalili ambazo tulisema unaweza kuwa nazo. Lakini sikia vile wana wa Israeli waliambiwa katika aya 28, waliambiwa hivi, je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana Mungu muumba wa miisho ya dunia, hasimii wala hachoki, akili zake hazizunguziki. 29 inasema, 29 inasema, huwapa nguvu wazimiao,
huongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwa hivyo wana wa Israeli na hata pia tunaambiwa ya kwamba ni tunatakiwa tujue ingawaje tumeishiwa na nguvu na tuna hizo dalili na kuna hizo sababu ambazo zinasababisha kumalizika ama kufifia kwa nguvu zetu, tujue ya kwamba kunaye Mungu ambao sio kama mwanadamu, ambaye yeye hasimii, ambao anaitwa muumba wa miisho ya dunia. Akili zake na uwezo wake hausunguziki. Inasema mstari wa 29 ya kwamba yeye humuongezea nguvu yeye ambaye ameishiwa na nguvu, na umpatia uwezo yule ambaye hana uwezo. Hiyo ni ahadi kubwa sana kwetu sisi ambao tunasikia ya kwamba nguvu zetu ziko chini. Wewe ambao umeishiwa na nguvu, ujue ya kwamba kuna Mungu ambaye anawapatia nguvu mpya wale ambao hawana nguvu, na wale ambao wanasikia ni wadhaifu na hawana uwezo, yeye anawapatia. Na anapatia hizo nguvu ama anaongeza kwa njia gani? Ni kwa njia ambayo imeelezewa katika aya ya 31 sehemu ya kwanza. Inasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbiu wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tunaona the key ama kile kinafanya huyu Mungu aongeze hawa watu ambao wamesimia nguvu mpya, wale ambao hawana uwezo, ili aweze kuongezea. Inatuambia 31, bali wao wamngojeao Bwana. Nataka uangalie hapo kwa makini, bali wao wanaomngojea Bwana. Kwa hivyo tunaona kifunguo ama jambo la muhimu hapa ni kumngojea Bwana. Unapomngojea Bwana, yeye ambaye ako na nguvu na uwezo ataweza kufanya nguvu zako upya, atakupatia uwezo. Na hapo anasema bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Kwa hivyo ujue ya kwamba the source ama chanzo ama mwenye nguvu ni Mungu, na kwa hivyo ni lazima umguze ama uwe na uhusiano na yeye, na pia umngojee. Kama vile unaweza kuwa na vifaa ambao vinatumia nguvu za umeme na zinabidi zinakuwa charge ama kufanywa kuongezwa nguvu, kama zile tunakuwa na simu zetu za rununu zinakuanga na battery zingine ambao inakuwa dana ama ingine inakuwa kando, lakini ni lazima ichanjiwe, ni lazima iwekwe kwa socket na iunganishwe na stima, na ikiunganishwa na stima inaanza kurudi tena. Na kama simu ilikuwa imezima, haiko ingeweza kupiga simu ama haionyeshi chochote, wakati inawekwa kwa stima ikichange inarudi uhai tena. Kwa hivyo tukiunganika na Mungu kwa kumngojea na kuwa na uhusiano na yeye, nguvu zetu zinafanya upya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni kumngojea Bwana, wale wanamngojea wanapata nguvu mpya. Na inasema ya kwamba watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbiu wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa hivyo wale ambao wanaongezewa nguvu na Mungu wanakuwa na nguvu zaidi, kama vile tai anapaa kwa anga, anaenda bila kuchoka, ni kwa sababu anaongezewa nguvu. Kwa hivyo nikitaka kuambia wewe ambao unapitia hiyo hali ya kusikia uko chini sana, nguvu zako zimeisha, mngojee Bwana. Kuwa na uhusiano na Mungu, na kuwa na uhusiano na yeye, mngojee. Unaweza enda kwa maombi, muombe, umwambie nguvu zangu ziko chini, na umwambie Bwana na kungojea, na wale wanamngojea anawajaza. Mimi nimeona hivyo katika maisha yangu. Nasikia niko chini, lakini napomuomba Mungu na mngojea, nasikia nguvu zangu zimefanya upya. Mungu akubariki sana unapomngojea Bwana na ili akuongeze mpya. Amen. Amen. Asante kwa kunisikiliza.